kubirenge byawe biteguza kurinda tanti unikira zinzira za kurinda majana maza none no mu bihe bidashira za kurinda majana maza none no mu bihe bidashira za kurinda majana maza none no mu bihe bidashira. Abemera ko ari Imana itugejeje hano, wale wanakubali kwamba ni Mungu ametufikisha hapa, bayikomera amashi yo Mana, wampigie makofi Mungu. Nemere shimire, acha nishukuru mushumba mukuru nao bakorana n'abadamu babo n'abana babo, mchungaji mkubwa na kamati na watoto na wa mama, hamwe n'itorero ryose kubumwe na kanisa lote kwa ujumla. Mwemeye gutumira ijuru na Matayo kugira ngo tubane mu gitero. Mmekubali kualika mbingu na Matayo ili tuwe pamoja kwa mkutano. Muri abanyabwenge, muri watu wazuri wenye hekima na mashujaa. Ubwo buhanga, iyo utaalamu, iyo ushujaa, Imana ibagirire neza. Bwana watendee wema. Munemerere shimire abapastori bari abaturutse mu ndi matorero. Kubalie ni shukuru wachungaji wametoka kanisa zingine. Mwatujaye mu ijambo ry'Imana. Mmetuzaa kwenye neno la Mungu. Mwagize neza cyane. Mmefanya vema. Imana ibagirire neza. Bwana watendee wema. Hanyuma munemere dushimire leta ya Nairobi ya Kenya. Kubalie tushukuru serikali ya Kenya. Ikintu abantu ndibazagitekereza ariko kubanyabwenge, watu wengi hawatambui, lakini wale ni wenye hekima. Nubona umuntu arakwakiriye akaguheza amahoro, ukiona mtu amekupokea na amekupa amana, amekuruhusu kufanya kila kitu, unafundisha watoto wako, akakurindira umutekano, anachunga usalama wako, uwo muntu nukujumushimira, huyo mtu unafaa kumshukuru. Abanyabwenge bazabigezaho, wenye hekima wakifika kwa mambo hayo, bazabashaka n'amaturo bakaja kubashimira, wanatafuta hata sadaka wanawapelekea. Kadushimire Tushukuru serikali ya Kenya tukiipigia makofi. Abadukurikiranye kuri online, wale wametufuata kwenye mtandao, nabazokomeza kudukurikira, na wale wataendelea kutufuatilia. Igiterane twatumiwe mu twese, mkutano tumealikwa sote, mwanya wanyu wose muzatanga, muda wote ule utatoa, turabashimira, tunawashukuru. Narimba kumbuye, nilikuwa nimewahamu. Amazina ni Matayo. Mimi naitwa Matayo na Maiz Muhoza. Nagira umugisha n'Imana. Nimebarikiwa na Mungu. Abana ni 6, watoto ni 6, abuzukuru ni 3, abakwe ni 2, wajukuu 3 na wakwe 2. Topic y'iki giterane no gukorera Imana. Kiini cha mkutano huu ni kumtendea Bwana. Ariko uyu munsi ngiye gufungura gusa intro. Lakini leo nitafanya tu kuanzisha. Kubera kuko twashitse mu Rukerera. Kwa sababu tumefika asubuhi na nimetoka Bukavu. Narushepe. Nina uchovu. Ariko hagati yaho ngaho turavuga amagambo y'Imana. Lakini hapo utazungumza neno la Mungu. Tusome kitabu cha Yoshua. Tusome kitabu cha Joshua. Ahandi basomye. Pahali wamesoma. Turongera dusome Yoshua kandi. Tasoma tena kitabu cha Joshua. Turabanza ahandi basomye 24 n'umurongo wa 14. Taanza na Joshua 24:14 na 15. Tusome Yoshua kandi igice cha mbere. Tusome Joshua tena sura ya kwanza, umurongo wa 7 n'uwa 8. Hayo ya 7 na ya 8. Tusaidie kusoma. Umuhanguzi gusoma naso. Yule anajua kusoma vizuri, tusaidie kusoma. Yoshua 24:14. Nuko noneho mwubahe Uwiteka, umukorere mu by'ukuri mutaryarya, kandi mukureho za mana basogokuruza bakoreraga hakurya rwa ruzi no muri Egiputa, muje mukorera Uwiteka. Kandi nimba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi nimwitoranyirize uwo muzakorera. Nimba ari izo mana basogokuruza bakoreraga zo hakurya rwa ruzi, cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko je n'inzu yanje
tuzakorera Uwiteka. Amen. Amen. Yoshua igice cya mbere umurongo wa 7 n'uwa 8. Joshua sura ya kwanza aya ya 7 na ya 8 nushaka kugere ku murongo wa 9 hadi 9. Haravuga ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko tukarorerere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo uje ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswe byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe, ukabashishwa byose. Mbese sinje ubigutegetse? Nuko komera ushikame, tutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzaja hose. Amen. Haleluya. Komera ijambo ry'Imana amashimisha. Pigie makofi neno la Mungu. Gukorera Imana, Kumtumikia Bwana ni iby'ingenzi cyane. ni ya manufaa. Hari n'abakorera Satani, Kuna wale bado wanamtumikia Ibilisi, ariko sibo nazanye. lakini sijakuja na hao. Je nazanye n'umuvuduko Nimekuja na speed ukuza kubwira abantu ngo bakorere Imana. ya kuja kuambia watu wamtumikie Bwana. Mbere yuko mvuga imigisha 4 ya Yoshua, Kabla sijasema baraka 4 za Joshua, ndagira ngo mbanze mvuge nataka kwanza niseme ahantu henshi dukorera Imana. Ndavuga hato mahali pengi watu tunamtumikia Bwana. mbere Mahali pa kwanza ni mu rugo rw'umuntu. ni katika boma ama familia ya mtu. Biblia iravuga ngo uhemukira urugo rwe Biblia inasema yule anakuwa si mgwana kwa nyumba yake tazaja mu ijuru. hataenda mbinguni. Abari aha mwese, Wale wote wako hapa, mu mbaraga muzashoramo, kwa nguvu zako zote, n'ubuhanga bwanyu mufite, kwa utaalamu wako wote, korera urugo rwawe. tumikia familia yako. Umuntu agira agaciro mu muryango. Mtu anakuwa na thamani kwa familia. Umuryango ukavuga ngo uriya ni umugabo, Familia inasema huyu ni mwanaume, abarico akoze, ni kwa sababu amefanya kitu. ariko iyo wumvise abantu baravuga ngo ni gito, Lakini watu wakisema si mungwana, umuryango biba byagenze nawe. familia kwa familia hajafanya mambo mazuri. Ntiwaza gukorera mu rusengero, Hautakuja kufanya kazi kanisani umuryango wawe utarabanziriza. kama kwa familia hujafanya Kandi kazi. Biblia iravuga ngo niryo torero Na ryawe. Biblia inasema ndiyo kanisa la kwanza. Amen. Haleluya. Korera umuryango wawe. Tumikia familia yako. Kabiri Mahali pa pili ni mu bwoko, ni katika taifa. dukorera mu Imana. Watu tunamtumikia Mungu kwa taifa. Umuntu uhemukira ubwoko bwe Yule anakuwa si mungwana kwa taifa tazaja mu ijuru. hataenda mbinguni. Mu by'Imana yavuganye n'Abanyisiraheli, Kwa yale Mungu ameongea na Wanaisraeli, yababwiraga ngo mukunde ubwoko bwe amewaambia mpende taifa lenu kandi mukorere Imana na yawe. mtumikie Mungu wenu. Naho Yoshua yavuze, Ndio Joshua amesema, nimba mwebwe kama nyinyi mutakorera iyo Mana, hamtamtendea Bwana, ubwo nubwo na hiyo ni taifa, jewe mimi zakorera Uwiteka. tamtumikia Paske Bwana. yari yabonye kuko ari mu buranga. Kwa sababu alikuwa ameona watu wamezubaa. Bantu muri aha ngaha Watu wanye mko hapa, nimukorere ubwoko. mtumikie taifa. Hari umuntu uvuga ngo njye ubwoko bwanjye simbu, Kuna yule anasema mimi sipendi taifa langu. uri ndahoro yishu, Wewe uko kando ya mbingu, tuzaba hirya y'ubwoko. hautaishi kando ya Imana taifa. ikorana n'ubwoko, Mungu anatumia Imana ukoo, igendana n'ubwoko, Mungu anaenda na taifa, Imana ivugana Mungu n'ubwoko. anaongea na Mu bwoko ni taifa. havamo intwaro, Taifa ndio ukitoka mashujaa, mu bwoko ni havamo abahanga, kwenye koo ukitoka mu bwoko wataalamu, ni havamo kwenye abanyabwenge, taifa ukitoka mu wataalamu, bwoko ni havamo intwaro, kwenye taifa ukitoka mu bwoko ni mashujaa, havamo abavugizi, ukitoka wale wataongea mu bwoko ni mashujaa, havamo abantu bafite ukitoka inzego runaka. wale wako na cheo. Nimba ushaka rero gukorera Kama Imana unataka kumtumikia mu Bwana bwoko bwawe, kwa taifa lako, bukorera. tumikia taifa lako pia. Ndamukiriza umuntu mwicara, Salimia yule uko naye, umubwire ngo ese mu rugo rwanyu muri mu mwambie gukorera kwa nyumba yenu cyangwa mnamtumikia ni mu bwoko muri mu taifa, gukora. ama kwa taifa bado mnatumikia. Ijambo Uko kando ya neno la Mungu. gatatu dukorera Mahali patatu ni mu gihugu. ni kwenye nchi. Uzatinya ibindi bintu, Angalia kupinga mambo ingine, ariko uzatinye kudakora
udakorera, lakini uogope kama usaidii nchi yako. Ukorera igihugu cyawe, kutumikia nchi, ni Imana ije kureba. Ni Mungu anakuona hapo. Umuntu ndasana hatari. Mtu afanani na mahali alipo. Umuntu asana unafanana na mahali ulipo. Igihugu cyawe, nchi yako, na wavuki, mahali umezaliwa, ariyo gakondo yawe, ndio nchi yako. Niyo abandi basaba Rwanda, ndio mahali watu wanapigania. Niyo bandu bahagararaho, ndio mahali watu wanasimama. Kandi Imana yarabivuze na Mungu amesema, ibwira Ibrahim, ikaambia Ibrahim, namubwira ngo muri ico gihugu, ikakwambia kwenye nchi hiyo, haleluya, nico zaguhera mu mugisha, kenye nitakupa baraka hapo. Usaburi bindi, ukose mambo yingine, tukaburi gihugu, usikose nchi ya mataifa. Ubimenya nibwo buzima visama horadashira. Ubimenya nibwo buzima visama horadashira. hari igihugu burimo, kuna nchi ile uko ndani, kandi wavukiyemo, na umezaliwa hapo, lakini Mungu kaguhesa address, anakupa address nyingine. yabwiye Ibrahimu, na ikaambia Ibrahimu, fanuri, toka hapa mahali ulipo, uende mahali nitakuonyesha. Mahali nitakuonyesha ndio utafanyia kazi. Ndio Mungu amekusimamisha hapo, akufanya kazi hapo. Hakuna kizuizi. Lakini mtu ayikusimamisha, anakutoa nchini mwenu. Usikubali mambo haya. Mungu ameneza kusimamisha, lakini binadamu usikubali. Haleluya. Nitarudia hiyo. Mtu kukusimamisha, toka kwenye nchi hii. Usifanye Mungu kazi hapa, usikubali. Mtu akikubita, ako na kazi, ako na kiwango, lakini Mungu akikusimamisha, iko na lengo. Na Mungu anakusimamisha, anakuambia mahali utaenda. Yego. Haleluya. Hari umuntu utagiye kunumva? Kuna yule ameweza kunielewa. Akomera Imana amashimeshi. Pigie Mungu makofi mengi. Nairobi ngo habimbeho nishi. Nairobi kuna baridi nyingi. Ariko nubwo ihari, lakini kama kuna baridi, ijambo linagutungura kandi yombe hira. Neno litakuja kwako na utalisikia vizuri. Amen. Haleluya. Imana ibwira Ibrahim. Mungu akamwambia Ibrahim, toka kwenye nchi hii, enda kwa nchi nyingine, nitakuonyesha. Na nchi hiyo nitakupa baraka. Neno la pili, wale watakuombea baraka na watapata baraka. Neno la tatu, ndani yako kutatoka taifa kubwa. Ni Mungu alisema, lakini si watu walisema. Nimerudia, watu wakikutoa kwenye nchi, usikubali. Usipokubali kwako, uwapeleke kwa Mungu, uambie Mungu, ujasema nitoke kwenye nchi hii, nchi hii ndio yangu, ndio nitafaa kutumikia Mungu hapa. Kuna kile kinatoa mtu kwenye nchi, mambo matatu. Neno la kwanza ni kuabudu miungu. Neno la pili, kutafuta wale si wa taifa lako. Neno la tatu, kutenda dhambi zile Mungu hapendi. Na Mungu alikutoa kwenye nchi kwa hayo mambo matatu. Ukirudi tena huko, kwanza uandae ama utengeneze mambo. Haleluya. Msifuni Mungu wetu, kwani ametutendea mema. Tutamusifu aliyetoka juu, shangilieni Mwokozi wema. Hadi tukorere Imana. Mahali pengine tunamtumikia Mungu ni kwenye kanisa. Biblia inasema, sitaishi kwa nyumba ile imejengwa na binadamu, lakini nitaishi nyumbani ile nimejenga. Daudi akawa na project, akaambia Mungu, nataka kukujengea nyumba.
kwa sababu nina project hiyo. Mungu akatuma nabii Nathan, kamwambia enda uambie Daudi yale amepanga si mazuri. Yeye amewanga damu mingi, lakini yule atatoka kwenye tumbo lake, yeye ndio atajenga nyumba yangu. Kwenye kanisa hekaluni tuna department tofauti, lakini wacha niseme 3. Inueni mikono, pigieni Mungu makofi mengi. Department ya kwanza ni wachungaji, neno la pili ni wahubiri, neno la 3 ni wamama. Zingine nimeacha, nitaongea hizo, lakini kuna ile hatufikii, na ndiyo Biblia inasema kanisa lile Mungu anafurahia ni ile inatembelea mayatima na wajane. Hiyo department kwenye kanisa ndio inafai kuwe kanisani, na kanisa ile nzuri yenye inakuwa na hiyo department haikui. Ni Mungu amesema kanisa ile Mungu anafurahia. Haleluya. Ni ile linatembelea mayatima na wajane. Hiyo department sasa kwenye kanisa ni wengi wanafunuliwa hiyo kanisa. Kama hamuna hiyo department, muweke. Mkiweka, Mungu wa Israeli atatenda makuu. Nehemia sura ya 5. Nehemia aliporudi akapata wajane na mayatima wameachwa na wamewanyang'anya mambo yao na shamba zao wamechukua. Walipowanyang'anya, Nehemia akasimama. Tangazo. Akasema mambo haya ni yapi? Bwana sikia, kuna mambo hayendi vizuri na kuna kelele. Kubiki mambo haya raporo. Nehemia akatoa oda, akasema rudishieni watu mambo yao, na wale mayatima na wajane muwape mambo yao. Rudisheni mambo yao. Siku hiyo wale ni majani wakaingia kwaya, wayatima wakacheka. Nehemia akasema, na haya Mungu unayakumbuka kwangu. Salimia mtu, umwambie unataka kumtumikia Bwana. Kumbuka mayatima na wajane. Pigiani Mungu makofi. Na haya Mungu unakumbuka kwa haya. Mungu anakumbushwa kazi. Mungu anakumbushwa kazi. Katika Joshua sura ya 5 haya hadi 19 ndiyo amesema hadi Mungu haya uwe unakumbuki kwangu. Pigie Mungu makofi. Na furaha nyingi. Nafurahia baraka zote za ulimwengu wa roho. Alama hizo nalizipewa katika kufa kwa Yesu. Hakuna woga na shaka humo, hayatakuwa mambo. Tuli mkutano tuwatani pahali tunamtumikia Mungu kanisani. Nikubalie tuulizane. Mtu aulize mtu, mwambie hapo tumesema ni wapi unamtumikia Mungu.
Pahali tumesema ni wapi unamtumikia Mungu? Kwenye familia yako unatumikia Mungu. Kwenye taifa lako unatumikia Mungu. Kwenye nchi yako unatumikia Mungu. Kwenye kanisa, haleluya, unatumikia Mungu. Swali mwenzako, swali jirani. Kwa hapo tumesema ni wapi unafanya kazi? Hakuna mashaka umo, hayatakuwa manunguniko. Kaka umo ni Nazare, ni sana milele. Nimusamuri biganza. Ndueni mikono. Nimukomere Imana amashyi. Pigeni Mungu makofi. Imigisha ya Yoshua. Baraka ine za Joshua. Umugisha wa mbere. Baraka ya kwanza nuko Imana ni Mungu yamuhujije n'uwo yahaye ijambo. Amemupa na yule amemupa. Yahaye ijambo. Yule amemupa neno. Kandi uwo ndawundi. Na huyo si mwingine. Ni Musa. Nugendana n'umunyabwenge. Ukienda na mwenye hekima uzafata ubwenge. Utapata hekima. Ariko nugendana n'uwisuru yahaye na yule mbingu imemipa neno. Nuko data we. Nugendana n'uwisuru yahaye. Na yule mbingu imemupa neno. Amagambo. Kuna maneno. Hakaba na jambo. Na kuna neno. Yohana alivuga. Yohana akasema. Mbere hariho jambo. Kwangu kumekuwa neno. Na huyo neno amekuwa na Mungu. Na hakuna kimeumbwa naye. Nimepata kwenye ibada hii Mungu wa Israeli kupatanisha na mtu yule amemupa neno. Nimusamuri bikanza. Sema haleluya. Haleluya. Kuna maneno lakini neno ule neno ukikupa neno anatoa neno. Mbingu imeumbwa na neno. Unaishi kwa ajili ya neno. Unatembea kwa ajili ya neno. Unaongea kwa ajili ya neno. Wale kuwa hapa wote juu ya neno. Baraka ya kwanza ya Joshua kamuunganisha na yule ameweka neno ndani yake. Nimetabiri kwenye jioni hii Mungu wa kuunganisha na yule mbingu imemupa neno. Juruwe tegeka bose biremera. Juruwe tegeka bose biremera. Ijuru hakuna yule anapewa neno kama hana vifaa. Haleluya. Daudi mbingu ikamsahau, ulimwengu ukamtupa, lakini Daudi yeye hakuacha vifaa. Hakuacha vifaa. Haleluya. Ulimwengu ukikusahau, ulimwengu ukikuacha, ukamtumikia Mungu, hakuna yule amtumikie Mungu kama huna vifaa. Ulimwengu ukikutupa, ikakusahau, ndiyo level ya watu. Lakini wewe usikubali kuacha vifaa vyako. Hakuna yule anamtumikia Mungu kama hana vifaa. Biblia inasema kwenye nyumba ya Mungu kuna vifaa, lakini zote si za manufaa.
Nakutabiria jioni ya leo kwa yale unafaa kutupa ili umtumikie Mungu. Usitupe vifaa vyako. Salimia ndugu yako. Usitupe vifaa vyako. Inueni mikono. Zuruwe tegeka bose birembera. Zuruwe tegeka bose birembera. Ijuru ayobashe agakiza kagenye chibaraga mugirena inzikamiwe. Zuruwe tegeka bose birembera. Zuruwe vifaa vyako. Kifaa kimoja. Tuache vifaa vingi. Tukuje kwa usasa tuseme kifaa chako. Salimia mtu. Unataka kumtumikia Bwana. Usitupe kifaa chako. Pigeni Mungu makofi mengi. Ulimwengu haitakufahamu kwa kuenda kwako. Lakini ukirudi, kama hujatupa vifaa, ulimwengu utakufahamu. Mkiwa hapa Nairobi, munaenda mko kwa safari, msitupe vifaa vyenu. Hii ni safari bado. Ni kuenda. Mukirejea, ukitupa kifaa chako, ukirejea itakuwa ngumu kwako. Utakuwa na ushuhuda. Ukijua ukienda haujatupa kifaa, sikia neno la pili, utakuwa na historia. Daudi alipomaliza, yeye akaua dubu, akaua hata simba. Alipomaliza kuziua, akakuwa na historia na ushujaa. Lakini mahali ionekana ni akirudi, Mungu akamtumia mtu nabii anaitwa Samuel, na ni shujaa na ni kuhani, na najua mambo, anafunua mambo ni nabii. Akamwambia enda kwa Saul, kwa Daudi, kuna ule nimechagua. Alipoangalia kwa vijana wake wa 7, akakosa mmoja. Lakini wakamuuliza, hakuna yule kijana mdogo? Kuna kijana yule, yeye anakuwa huko kwa kondoo, yeye anachunga kondoo. Ulimwengu kuna jinsi ya kuita, lakini usitupe kifaa chako kwa kumtumikia Mungu. Ukirudi, ya Mungu tabale bano bandu bayuvo biwombeza. Undabalire bano bandu ba Mungu bayuvo biwombeza babivu. Usitake kwamba yale umefanya ulimwengu utambue ama ujue. Kuna mahali utatumikia Mungu, watu hawataona, lakini Mungu anaona. Mungu anatembea na wale wana ufunuo. Wale wanafunuliwa wakiwa peke yao, Mungu ako anawaona. Akiwa watu wengi, Mungu anawaona. Ili ulimwengu ukuone kwanza. Wacha yale unafanya Mungu akuone kwanza. Haleluya, haleluya, haleluya. Acha niwakaribie. Acha niwakaribie.
Ulimwengu ikikuona atasema yale wanataka, lakini Mungu akikuona atakuweka kwenye watu. Mungu ambariki yule amesema amen. Jinsi mnanitazama, mimi niko kazini nafanya kazi ya Mungu. Pigieni Mungu makofi kwa hili. Natarudia tena. Ulimwengu hawataona nguvu zako. Ulimwengu wanataka uwe mdhaifu. Turudi hapo. Ulimwengu kuona kwa udhaifu wako, lakini Mungu anakuona kwa nguvu zako. Atakupeleka kwenye watu wenye wanakuona kama uko mdhaifu. Ni kuwa na afya njema. Mimi sijakuwa mgonjwa tangu nizaliwe. Salimia mtu, mwambie una kifaa ama umepoteza. Haleluya. Kuna wale wanasema lakini hawatendi. Wacha niwaambie Wakristo, wale wa Afrika, muache kuongea mingi, uende kutenda ama kufanya kazi. Kaugala mfupi, ulimwengu unakuja kwako ukiwa na kazi ya kufanya. Siku utakosa kufanya kazi, Mungu hatasema, lakini ukitenda Mungu atasema, lakini ukifanya Mungu atasema. Na waombea jioni ya leo, mkuwe na vifaa vyenu. Hakuna mwenye anafanya kazi kama hana kifaa. Kwa ndani yako kuna vifaa vingi. Nasema matatu. Neno la kwanza, una hekima. Hakuna mwenye hekima mwenye hafai kufanya mambo mazuri. Neno la pili, wewe mwenye uko hapa una nguvu. Mungu hata kuna vita atatuuliza. Hekima amekupa. Neno la pili, nguvu amekupa. Neno la tatu, wakati umekuwa hapa ulimwengu umefanya nini? Nimerudia. Kwa yale Mungu atauliza mtu, atauliza hekima yako. Neno la pili, atauliza nguvu amekupa. Neno la tatu, atakuuliza siku ulimaliza ulimwengu nini umefanya. Haleluya. Kanisa la Mungu. Kanisa la Mungu. Kanisa la Mungu. Nimureke kurangara. Igi umaze kwisi. Wakati ulimwengu una hekima, una nguvu, kandi na tena ufite mtima ni gutisha. Wakati Mungu imekupa unafanya nini kwa wakati huu? Kuna nguvu 8. Inueni mikono. Pigieni Mungu makofi. Nguvu ya kwanza ni kufanya kwa umoja. Ameambia mitume muwe pamoja. Mswahili akasema umoja ni nguvu. Nguvu ya pili ni kupokea Roho Mtakatifu. Hakuna Mkristo mwenye hana Roho Mtakatifu anaweza kuwa kumtumikia Mungu. Ukiona na mtu huyo, utoke kwenye nyumba hiyo uende kwenye mtaa mwingine. Neno la tatu, nguvu ya tatu, inueni mikono, ni wenye hekima. Ulimwengu inafanya kazi na wenye hekima, na Mungu anafanya na wenye hekima. Ulimwengu inakimbia, inaenda haraka. Na sisi tukisoma, tumesoma tukiandika hapa, lakini wa sasa wako kwa kompyuta. Hiyo yote inafanya na wenye hekima. Suleiman amespanda, nitasema, akaambia Mungu, sitaki kitu kingine, nahitaji nipe hekima. Ukiona mtu amekushinda hekima, yeye ndugu yako, ni mkubwa wako. Hizi nguvu nyingine ni pesa. Mtu akiwa na hela, yeye ni brother yako mkubwa. Nguvu nyingine ni kujua lugha. Salimia mtu yule uko naye. Ukijua lugha
una nguvu. Ukiwa na meeting ya Wafaransa, sema Kifaransa. Wakisema Kiswahili, sema Kiswahili. Wakisema lugha yetu, ongea Kinyamulenge. Wakisema Mashi, ongea Mashi. Wakisema Kifreru, ongea. Ukijua lugha, wewe ni mwenye nguvu. Nguvu nyingine ni kuzaa. Salimia mtu. Mtu akikushinda watu, yeye anakushinda nguvu. Pigieni Mungu makofi. Kazi sasa yenye iko, project yenye iko ni kuzaa wawili. La, wewe si mwenye nguvu. Mmoja anaweza kuugua na anaweza kufa, na mwingine anakuwa hapo kwa barabara lakini mwenye amezaa 12 hawezi kufa wote mara moja. Wacha niwaambie, ndio maana hii Mungu amefanya, ameletea Jobu watoto. Amesema kwa kila amekosa watu. Mungu akiwa na watu atakuwa mwenye nguvu. Pigieni Mungu makofi mengi. Tumefika wapi? Tuko kwenye kwa baraka ya kwanza. Baraka ya kwanza. Pigieni Mungu makofi. Inueni mikono. Haleluya. Unajua naenda haraka, lakini leo naenda polepole. Nimeona ibada ya leo nikienda haraka, wazee wetu nitawaacha niende polepole. Salimia mtu. Heshimu watu wale wana nguvu, na hizo nguvu zote nimesema. Nguvu nyingine ni kuwa na urafiki na watu. Jonathan ni mzazi wangu. Yeye ni mwalimu wangu kwenye theology. Wacha nimsalimie. Yeye nasema yote ni huyu amenipa. Kuna Mungu naye na mahali pengine nimesoma. Acha nikuambie, ukiwa na marafiki usisahau marafiki. Nyote hapa ni rafiki wa mbingu na Mathayo, na mwezi kataa. Salimia mtu, mwambie mbingu na Mathayo ni rafiki zangu mimi. Nyinyi ni marafiki zangu. Ni ukweli huo. Acha niwaambie, taifa la Wanyamulenge wamefanya kwenye familia Lewi. Mimi bibi yangu amefariki, wakanipa ngombe 12. Wawezi kupa ngombe kama uwe si rafiki yao, na sisi tumekuwa sasa wafugaji. Nikakuwa na bahali pa ngombe, kwao na ngombe ni mbali 12. Kukakuja 11, ndugu mwingine wakapita na zingine. Lakini tena nasema nilikuwa nimebomolewa, lakini mkanizaa tena. Haleluya. Hizo ni nguvu ya urafiki. Ni nguvu kubwa kuishi na watu na amani. Tuko kwenye ibada ya kuanza. Inueni mikono. Wahebrayo wakasema muwe na bidii ya kuishi na watu na amani, na watu na kujitakasa. Mwenye anajitakasa hataona mfalme Bwana. Unataka kumtumikia Mungu, unataka kuishi kwa nguvu, usitupe vifaa na uishi kwenye nguvu hizo zote, utafika mbali. Jenga urafiki. Nguvu nyingine, ujue kuongea watu vizuri. Haleluya. Nashangaa na mtu anaongea mtu vibaya. Mtu unaongea mwingine vibaya kama wewe si baba yake. Neno la pili, haujampeleka shule. Neno la tatu, haulipi school fees yake. Neno la nne, haujamnunulia nail cutter hata moja, lakini unapopata nafasi ya kumwongelea vibaya. Nguvu za wale wenye nguvu wanaongea watu vizuri. Kuongea vibaya yeye si utajiri. Kuongea vizuri ni utajiri. Kwenye nguvu mtataka kuwa nazo, muongee watu vizuri.
Twende kwa baraka ya pili ya Joshua. Nimalizie hapo. Baraka zingine nitasema kesho. Pigieni Mungu makofi mengi. Pigieni Mungu makofi mengi. Mnanipata vizuri? Yego. Basi mnanifuata? Mnamungurikira neza? Yego. Baraka nyingine. Wa kabiri wa Yoshua. Baraka ya tatu ya Joshua ni kuwa amekuwa mwaminifu, akaenda kupeleleza nchi. Alipoendelea kupeleleza nchi, hautapewa neno na mwenye neno, na tena ngala utapatana na shida, lakini utajua neno nzuri ya Joshua. Akasema nchi tumeangalia ni nzuri. Neno la pili, wamesema kuna wadui wako, lakini kama Mungu anatufurahia, tutafika kwenye nchi hiyo na tutatendea Mungu kazi hapo. Watu wakikupa neno, usiseme mambo yale ni ya udhaifu, useme mambo ya nguvu. Neno la baraka la tatu ya Joshua ni Mungu kumwamini, anatoa tangazo. Kuna tangazo la BBC, ni BBC gauza mijango, na kuna tangazo la Voice of America, lakini kuna tangazo wanatangaza, lakini hazitakuwa na impact kwa taifa la Mungu. Lakini tangazo Mungu ametoa, akaambia Joshua, jinsi nimekuwa na Musa, kolera Mungu kigwati icyanya, isiku zagana zitaga kigaluka, zayerekana kugaluka kwa Yesu. Ola vuba tuli bugenda igulu mwadaka. Yesu zina lyawe likomero akagosho wakwa. Yesu zina lyawe libandirwa kabuli. Galelele tumuhimbaze rurema witu katulema, tumuhimbaze kumikono katukolera yo. Misore minyere muyije, misore mitabana muyije, tumuhimbaze rurema witu katulema, tumuivuge kumikono katukolera yo. Imani ratangazo, Mungu akatoa tangazo. Joshua, uko nabanye na Musa, jinsi nimekuwa na Musa. Ukonga satana na Musa, jinsi nimekuwa na Musa. Konga satana na wewe, jinsi nitakuwa nawe. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kuna mambo mawili hapo. Neno la kwanza, ametaka kuambia Joshua, ni mimi wewe. Neno la pili, Joshua, ngalau utafika huko, lakini ngalau Musa hajafika, wewe utafika huko. Kuwa na shujaa na neno la Mungu ni uendelevu. Watu wakiandaa vizuri, Mungu anaona hao. Joshua Musa hakuzubaa ya kuandaa Joshua, kafanya Mungu naye akasema, jinsi nimekuwa na Musa nitakuwa nawe Joshua. Alipotoa tangazo hilo, Mungu akamwambia, bahali utakanyaga mtegere ya magambo. Haleluya. Mungu anakupa tangazo. Imani kava mwinjuri ikaguha itangazo. Unasikia hiyo uaminifu Mungu amekuamini. Nimefikiria neno hilo, Mungu kukuamini hata kuja na malaika. Joshua, jinsi nimekuwa na Musa.
ndakibazo nishukuhangu uko najanye na Musa. Jinsi nimetembea na Musa ndio nitatembea nawe. Hadi utakanyaga. Nimekupa hapo. Kile utasema niko nawe. Mwenye atakupiganisha nitampiganisha pia. Salimia mtu, mwambie Mungu yuko nawe. Na hapa Nairobi uko na vifaa, tumikia Mungu atakuzuba. Hii ni taifa la kumtumikia Mungu. Haleluya. Akaambia Joshua Mungu, tangazo langu nikimaliza acha ninasema kitabu hiki cha Joshua cha Musa, kitabu hiki usikose, isitoke mdomoni mwako. Ninde wafashije ngo komera Imana amashimeshi? Naweza pigia Mungu makofi. Esa kutagifata wa. Kitabu hiki kikava mu kanwa kawe mdomoni mwako. Nimuve mu abakristo mwe. Nyenyi wa Kristo. Abantu bamenye gukorera Imana. Wale wanajua kumtumikia Mungu. Wanaishi kwenye neno. Kitabu hiki kinaishi ndani yao. Wanaishi nayo. Wanalala na wanatembea nayo. Wanaamuka nayo. Wanaenda kila mahali. Wanaenda nayo kazini. Ndio hii. Hii ndio ndaragomo. Hii ndio tunajiona. Wenye wana kitabu hiki. Usiku wanafanya. Asubuhi wanafanya. Nitaamini, lelelele, bado nitaamini, nitaamini, bado nitaamini, bado nitaamini, ulichosema nami, bado nitaamini, naelewa maji na moto litapita kwenye uvuli wa mauti, bila wewe sitaogopa kamwe. Mungu wangu wanishika mkono, wautuliza moyo wangu, sina mashaka, wanibeba mgongoni, waweza tu maneno na uzima ibadilishe yote, waweza tu maneno na uzima ibadilishe yote, hata usiyafanye ayoyote, bado nitaamini. Amen. Neno hili ama kitabu hiki, kitabu hii stoke mdomoni mwako, ndio utakuwa na neema. Ukiingia, ukitoka tena, ukienda kuskini, ukiingia kusini, ukitoka, ukiingia kaskazini, ukiingia, ukitoka, utabarikiwa, ukiingia, ukitoka. Amen. Yego. Nimbutumvise bakureke. Kama hujasikia wakuache. Hiyo ni intro. Hiyo ni kuanza pekee tumeanza. Sikia neno lingine. Mungu amesema, inueni mikono. Katika neno hilo utakuwa shujaa.
Soma maneno ya Mungu. Soma jambo jimana. Ikiwa inchi ikiwa na shujaa, kuna kuwa mashujaa wengine. Kanisa ikiwa na shujaa, Wakristo wanakuwa mashujaa. Wachungaji wakijua kufanyia Mungu kazi, Wakristo pia wanafanya kazi. Salimia ndugu yako, mubwire ngo se wamenye kuko aho uri Imana yakuhaye, ugomba gukorera n'Imana, unafaa kumtumikia aho uri Imana yakuhaye. Mungu amekupa hapo, nimureke kuranga, acha kuzubaa. Wakristo mwa Kongo, Wakristo wa Kongo, nimure kuranga, msizubae. Nimure kuri byacu, acheni yale ya kitambo ibyacu acheni fungo la 10, amashimwe, shukrani pia, amatu, sadaka pia, ufunuliwe. Umugisha wundi wa Yoshua, baraka nyingine ya Joshua, ya gaciro abatambyi n'abalewi, amepea thamani wa makuhani na walewi. Tumafuzo mengi, agaciro abatambyi thamani makuhani na walewi, kandi abangabo nibo baganiraga amabanga, na hao ndio walikuwa na. Iyo ubonye muri baraza pastor, ukiangalia kwenye baraza la kanisa, harimo abantu bazaje kuganira ibyo mwaganira, kuna wale wanaenda kuzungumza kando yale umezungumza kwa baraza. Mnajua mtu huo, mumtoe hapo, mtoke naye nje, mumupe chakula, mkimaliza mumupe na maziwa, mumwambie uko aje, vipi wewe. Kuna wanawake pia anataka mume wake amwambie yale yamekuwa kwenye shauri. Mkutano umekuwa vipi? Wewe si mshauri kanisani, yeye ni mke wangu. Kuna yale nafaa kukuambia, na pressure itakushika hapo. Tukitoka kwa mkutano unamuuliza mkutano umekuwa vipi? Imekuwa aje? Akikuambia jinsi meeting imekuwa, unaweza fariki mapema. Wanaume hawa wanavumilia mambo mengi. Na tushukuru, tukifika kanisani tunafurahi, tunapokea ripoti nyingi. Unajua yule dikoni kile kimefanyika, wewe unatembea polepole. Tumemuona unatembea polepole. Joshua baraka akaheshimu wakuhani na walewi. Yeye hata beba sanduku, kuna wale wanafaa kubeba sanduku. Usikuchukue mambo yote, utakufa haraka. Nabyumvishe, mureka abandi bakorera Imana. Uyu akisimamia ibada ni kumwandaa, kesho mwingine atasimamia ibada. Lakini mchungaji unaongoza, umetoa matangazo, unaenda kuona hazina, utakufa haraka. Mimi na waacha kwanza, nina wapasta 5 na waacha, baki na kanisa. Muone yale yameingia, mupange wale wataongoza, mniambie. Mimi bado ni kijana, nimenenepa hapa. Nizeeke niende wapi? Sijabeba kila kitu. Joshua hajakuwa na hivyo. Nataka kumtumikia Mungu ili mkuwe na maisha marefu. Pea watu wengine pia wamtumikie Mungu. Nataka kumaliza mambo ya leo. Mtu anaingia kwa department zote ama kwa mambo yote aje, hata mvua inyeshi kila mahali. Sikia baraka nyingine ya Joshua. Amejua ukuu, amejua thamani ya ishara za Mungu zile anafanya. Alipoona inyanji tukuri bibonyirahunga, Yorodani bibonyiga ikasumugongo, imisozi miremire ngeshurunga amasekurume inama, hari imbaraga zawe zirakomeye. Sikieni habari hizi.
Yale ya bahari nyekundu sitasema. Yordani iliporudi nyuma, Joshua akasema, yule amefanya haya, wale watasema, watatuuliza historia. Baraka hii nimekuwa na, wacha niweke ishara yenye itaonyesha watu kuwa, wakituuliza imekuwa vipi, tuambie ndio hiyo ishara. Wakati wote ukimtumikia Mungu uwe na maandiko yale Mungu amefanya. Andika mahali, siku moja utaambia watoto, ukienda mahali nyumbani huko kulikuwa na barabara nzuri, waambia watoto tulikuwa Kenya tukajenga kanisa, nikaita Matayo na Mbingu, nikaita Felix, tukawaambia juu ya kumtumikia Mungu. Ona yale Mungu amefanya, nimejenga kanisa, Mungu akatenda mazuri. Muwe mnaweka ishara mahali, alama. Wakikuuliza ona yale Mungu amefanya. Ndio sababu wale ni mashujaa, wanaandika. Wacha nimalizie hapa ili kesho tuingie kwa mambo nyingine, lakini munisamehe, kesho tutaanza Gilgal. Joshua alipoingia Gilgal, hapo ndio tutaanzia. Inueni mikono, Mungu awasaidie. Mfanyeni hivi, inueni, pandisheni mikono. Hii ni unabii, ndio maana nasema mkuwe mnasikia. Sisi tukiwa na watu wa Uganda, wao wanasikia vizuri haraka kile unasema. Jonathan alifika kwangu, pastor, ukisema wakifanya, wanasema ni hivyo baba. Ni ukweli. Maneno haya yote nimesema serumu ndira kujamo muganga zama kugira ngo gorora, wanakuambia inua mikono hivi ili uwekwe dawa. Nina wari wanga malaria yagufasha ni musamu, inueni mikono, aheka amaboko, mikono juu, komera Imana mashi, pigeni Mungu makofi. None sete muwaje ko mugeze neza. Ndawandi sinyigisha kandi ari mwebwe muzaba abantu bakomesha. Hari abasore ko ukora mukunde bagutuza, mwanze gushaka, mmekataa kuolewa, mnatereka gusa ni nani? Joshua abatabyi baramukunda na bari, makuhani wakampenda na Walewi. Nima mubona ko bikwiri, mkiona kama inawezekana tumtumikie Bwana. Mwibuke basogokuruza wao, mkumbuke mababu zenu walikuwa na miungu mingine, lakini mimi kama inawezekana, ninyi mkikataa, mimi na familia yangu tamtumikia Bwana. Tumeanza password baraka ya Joshua, tumesema mahali tunafaa kutumikia Mungu. Kesho tutaanza Gilgal, na Mungu wa Ibrahim awasaidie. Mko na vifaa vyenu, mko na hekima, mko na nguvu, mko na wakati tena wa Mungu. Ukiwa na hekima, mko na nguvu, mnaishi kwenye nchi hii, kiwezekana mfunuliwe kumtumikia Mungu. Kuna kile utakuwa kanisani, funuliwa kanisa. Kuna mayatima na wajane, funuliwa watendee. Kuna mambo mengi mengi, tenda. Kuna harusi, tenda. Kuna mkora, tenda. Yini watu wazuri, pokea neno la Mungu. Musifuni Mungu wetu, kwani ametutendea mema. Tutamusifu tu aliyetoka juu, shangilieni Mwokozi wema. Munda mukirize twakira umuyobozi wa gahunda umumbarize se, ntabwe ngufite, uko na hekima, ntambara gufite, si una nguvu, uko kwa wakati wako. Si Mungu amekufikisha hapo. Simama, tendea Mungu. Amen, amen, amen.